Idara ya usalama katika eneo la Jomvu, kaunti ya Mombasa imefanikiwa kunasa lita 1986 ya pombe ya Kangara na lita 40 za chang'aa katika eneo la Bangladesh mapema leo. Akizungumza na wanahabari afisini mwake, kamanda wa polisi wa eneo la Jomvu Selina Chirchir amesema wamemtia mbaroni mwanamume mmoja wa makamu anayehusishwa na utengenezaji wa pombe haramu ambaye anatarajiwa kufikishwa mahakamani hapo kesho. Tulipata habari kutoka members of the public wakitufahamisha kwamba kuna nyumba moja pale Pangala ambaye wanatengeneza chang'aa. Hata tumepata ikiwa kwa madrums ikiwaka kwa mitungi. Police officers mgao wakakutana wote wakaenda mpaka Pangala, wakapata nyumba moja ambayo ilikuwa inatengeneza hayo pombe. Hapo ndani wakapata 40 liters of chang'aa, wakapata 103 jerrycans of a total of 1986 liters of Kangara. Wakapata 5 liters drums ambayo ilikuwa inatengeneza hiyo chang'aa, alafu jiko mbili ambayo ilikuwa inapika hiyo chang'aa. One person was arrested at 35 years old, alikuwa anaitwa David Ouko. Ako cell na kesho asubuhi anapelekwa kotini. Chirchir aidha amesisitiza kwamba idara ya usalama imeimarisha vita dhidi ya pombe haramu, akiwahimiza wazazi kushirikiana na idara ya usalama katika kufaulisha vita hivyo. Our president tukashikana kama security team of Jomvu, tukapanga kwamba tutafight na hii illicit kulingana na presidential direction. Na kwa sababu ya hayo ni kwa sababu ya watoto wetu wamepotea. Watoto wengi wamekataa kwenda shule kwa sababu wanaendelea na hii chang'aa. Na hii yote ni kwa sababu ya wazazi wetu. Wazazi wao wanafanya watoto wakapiga chang'aa, wasaidie wazazi kwenda kuuza hizi chang'aa, wasaidie wazazi kuosha vyombo, wasaidie wazazi kufanya hizi kazi zote. Na wanakataa hata kwenda shule. Na hiyo tumekataa kama sub county team ya Jomvu kwamba hatutakubali watoto wakae nyumbani tukiona na macho yetu, na sisi wenyewe ni wazazi. Hata hivyo, Chirchir amesema vitengo mbalimbali vya usalama viko imara, hususan wakati huu ambapo waumini wa dini ya Kiislamu wanatarajiwa kuanza mfungo hapo kesho sawia na waumini wa dini ya Katoliki. Ramadhani kwa hapo kesho, inaanza kesho. Catholics pia wanafunga kesho. Hao watoto watatumia hiyo nafasi kuterrorize Wakristo wakienda kanisani. Wataenda kwa manyumba zao wakafunja, waende kwa biashara zao kama maduka wakifunja. Kama for example ile ya Mtwapa Tusi, ilikuwa bado picha of which watu wanakuja kuwa idlers. Na hiyo idleness hatutaki. Tunataka kusuppress them completely so that they cannot go and terrorize our members of the public when they are going to the mosque or churches to pray. So tukasema hatutaki kitu kama hiyo. Kama sub county team ndio tumejitokezea kwa dhati kabisa tufanye hiyo kazi. Ingine ni kwamba watoto wanakuja mita ni next week. Na kama wanakuja mita wakikuja kuwa very idle, hiyo ndio na Waislamu wamefunga, Catholics wamefunga, hiyo ndio itakuwa wimbo sasa. Watakuwa wakilipa, wakiuza drugs, wakifanya nini. So tuna suppress so watoto wapate kukaa kwa nyumba, wasome na wasaidie wazazi kwa kasi ya nyumba kuliko kwenda kuuza chakula. Kwa upande wake, naibu kamishna wa eneo la Jomvu Dolphin Okondo amewahimiza vijana kukumbatia miradi mbalimbali inayoendelezwa na serikali, ikiwemo ule wa Nyota katika kujiendeleza badala ya kujiingiza katika utengenezaji wa pombe haramu. Calling upon members of the public kuendelea cooperate na serikali na security team. Kwa tumemaliza hii vice ya illicit drugs. Ningependa kuomba wananchi, serikali imetoa miradi nyingi sana. Kuna Uwezo Fund, tuko na Hustler Fund, we have youths who are on Nyota program. Kindly embrace government programs and avoid engaging in this kind of crimes. We urge you. Otherwise, if you don't desist from such acts, we are coming for you. We're not going to relent on this war on illicit drugs. Nikiripotia Bandari TV kutoka eneo bunge la Jomvu, mimi ni Ramadhan Nyae.